Naam, siku zote wanasema kwamba mfadhili mbuzi utaunywa mchuzi. Sasa hili ni kosa ambalo Baba Kalobo ameweza kulifanya, kumleta dada yake Kizibo kwenye harusi ya Mr. Fashion. Ilikuwa ni siku kubwa, lakini inakwenda kuharibika kwa sababu moja kati ya tukio ambalo tumeliona pale mwishoni mwa episode ni kwamba binti alichukua jiwe na tulimuona Nasla akifanya kitu kinachoitwa kuscream. Sasa unafikiri lile jiwe lilikuwa linamuelekea nani kama sio Nasla? Na tuombe tu uzima lisije likawa limemdhuru bibi harusi wetu. Lakini 1910 Baba Kalobo bwana toka fresh na suti yake. Hebu tumpongeze huko kwenye comment section, kwa sababu mtu akipendeza tumwambie ukweli, tusimfichie bwana. Hayo ni maua yake, tumpeni maua huko kwenye comment section Baba Kalobo. Hebu tuendelee na kuichambua sini hapa. Unafikiri mwenye makosa ni nani kati ya Baba Kalobo ama Kizibo? Kwa sababu mtu ambaye amemleta Kizibo hapa kwenye harusi sio mwingine ni Baba Kalobo. Na Baba Kalobo bwana, mimi naona hapa amekosea sana. Yani kifupi ni kwamba amekosea kumleta Kizibo kwa sababu huyu ni mwanamke ambaye ana wivu sana. Sasa angalia kitu ambacho amekifanya hapo, japokuwa hatujaona ni nani ambaye amelushwa kile kipande, lakini I hope kwamba hakuna mtu ambaye ameumia na tukio hilo. Maybe kuna mtu atamzuia hapo. Yani kifupi ni kwamba asije akafanikiwa kitendo cha kurusha hilo jiwe, na kama atarusha hilo jiwe basi litakuwa linamuelekea Nasla, kama jinsi ambavyo nilikujuza ndugu mpenzi mtazamaji, kwa sababu mwisho wa sini hapa uliona kabisa Nasla alionekana kupiga kelele. Maana yake kuna kitu ambacho kimemtokea ama kuna kitu ambacho kinakwenda kumtokea. Sasa hili ni kosa ambalo Baba Kalobo ameweza kulifanya akifikiri kwamba anataka dada yake aweze kujifunza kutokana na makosa ambayo aliyafanya. Ukijaribu kuangalia ni kwamba Baba Kalobo amefanya kitendo kizuri sana cha kuweza kumleta huku aweze kujifunza, lakini hakuangalia future. Yani kifupi ni kwamba kuangalia ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea pindi ambapo atampeleka dada yake kwenye ndoa ya ex wake. Yani kifupi ni kwamba naona kabisa Baba Kalobo amekosea sana. Lakini moja kati ya scene ambayo imeonyesha theme ya unafiki ni hii hapa, ambayo inamuonyesha binti Kizibo mwanamke asiyekuwa na shukrani. Mwanzoni tulifikiri kabisa kwamba atakuwa ameamua kubadilika kabisa, ameachana na ule utoto aliokuwa nao pindi ambapo alikuwa akizungumza na Mdoli. Ni mawasiliano na mazungumzo ambayo kwa kweli watu walipokuwa wakisikiliza mwanzoni walifurahi sana kumuona binti Kizibo amebadilika. Lakini at the end of the day, kama uliangalia vizuri, wakati ambao binti Mdoli alikumbatiana na Kizibo, Kizibo aliweza kumngonga kisogo. Yani kifupi ni kwamba waha wanasema kwamba alimpigia vinjenje. Sasa hiki ni kitu ambacho tunatakiwa kuwa makini ndugu wapenzi watazamaji, pindi ambapo tunakuwa tumewafadhili watu kama inavyotokea hapa kwa Mdoli. Mdoli ameonekana kuwa na tabia nzuri na kuwa na wema sana kwa binti ambaye wanamuita Kizibo. Sasa hapa moja kwa moja ndo tutakumbuka kwenye scene ya episode zilizopita, pindi ambapo Baba Kalobo alihitaji kumwadhibu ama kumpiga makofi binti Kizibo, lakini Mdoli akamzuia Baba Kalobo kuonekana kwamba Kizibo ametoa ujauzito. Sasa ni bora tu angemwacha kamlalua vibao, kwa sababu anamjua vizuri mdogo wake, anazijua vizuri tabia zake. Sasa hapa ndipo ambapo amefeli sana Mdoli. Angalia jinsi ambavyo Kizibo anamfanyia kwa nyuma hapo, kama jinsi ambavyo unaona anaonekana kabisa huyu binti ni mnafiki vibaya mno. Sasa nikwambie tu ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kuweza kufika hapa, bonyeza neno subscribe, na kama ni mara yako ya kwanza pia kuweza kuiona chaneli hii hapa ya Ama Films, bonyeza neno subscribe. Lakini kuna kitu ambacho kiliweza kutokea kwenye scene hii hapa. Wengi tulidhani labda Mdoli ameamua kumpenda mwamba Madevu, na tukafikiri kwamba Madevu huenda alitumia ile dawa kuweza kumfanya Mdoli ampende. Kwa jinsi ambavyo walikuwa wamekumbatiana mwanzoni na jinsi ambavyo Mdoli alikuwa akimwangalia Madevu, tulifikiri kwamba labda ametokea kumuelewa kutokana na zile dawa. Kumbe bwana Mdoli alikuwa anasikilizia tu light time kwa ajili ya kuweza kumshambulia bwana Madevu. Sasa Madevu ameweza kusema kwamba akakatoto kateke sitakaacha, yani lazima nihakikishe kwamba kanakuwa kwenye mikono yangu. Sasa tuone ni kitu gani ambacho kitakwenda kutokea. Nani atakwenda kuwini moyo wa binti? Haijalishi kwamba mwamba ametumia mbinu gani za kumpata binti, kwa sababu wanasema kwamba everything is fair in love and war. Yani kila kitu ni sahihi kabisa kufanya kwenye mapenzi pamoja na vita. Kwa hiyo pia inaruhusiwa kuweza kutumia nguvu za ndumba, yani nguvu za dawa za kienyeji. Yani kifupi ni kwamba anaruhusiwa kuweza kutumia nguvu za waganga kuweza kumpata mwanamke, kwa sababu wenyewe walisema kwamba everything is fair in love and war. Hao ndo waliokosea, ndo wa kuwalaumu. Sasa mimi sijui ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea. Lakini kitu kingine ambacho kimeweza kutrend sana na ni kitu ambacho nimeweza kukifurahia humo ndani ni swala zima la Baba Kalobo kuwa
makini sana katika kuhakikisha kwamba watoto wake wanalelewa katika maadili mema. Yani kifupi ni kwamba madogo wanafanya vizuri sana kwenye kitu ambacho kinaitwa maadili, wanamsalimia baba yao. Kuna watoto wengine mzee akitoka kazini akiingia ndani tu ndo wanaogopa, wanakwenda kujificha chini ya uvungu, lakini hawa wadogo wameonyesha kitu cha kitofauti kidogo. Baba yao ameingia, wamekwenda kumsalimia, wamekwenda kumshadadia. Hiki ni kitu ambacho watoto wanatakiwa wakifanya, ndugu wapenzi watazamaji. Kama nilivyokwisha kukujuza kwamba mimi ninaitwa Amana, hii hapa ni Ama Films kama nilivyoweza kukwambia hapo awali. Sasa kuna kitu kingine pia ambacho tunatakiwa tukijue, ndugu wapenzi watazamaji ambao wameiangalia episodi hii hapa. Ni tukio zima la binti ambaye wanamuita Sonia pamoja na Kisuzio kuweza kuungana moja kwa moja kuhakikisha kwamba Mdori anapata tabu. Lakini ukijaribu kuangalia hapa, kila mtu ana lengo lake, wote wanafichana. Sasa leo tumeweza kulijua lengo pia la Sonia kwa binti Kisuzio. Yani kifupi ni kwamba wote hapo wana mipango yao binafsi, hawataki kushirikishana. Kila mtu anasubiri mwenzake aweze kumfanikishia mipango yake mahala fulani alafu amteme. Sasa pia Sonia naye anawaza kama jinsi ambavyo Kisuzio alikuwa anawaza. Yani kifupi ni kwamba watahitaji kusalitiana hapo baadaye. Sasa tutaona ni kitu gani ambacho kitatokea, kwa sababu wote wana mpango mmoja wa kuweza kuhakikisha kwamba Mdori anaondoka kwenye maisha ya baba Karobo, lakini pia kila mtu ana mpango wa kumpata baba Karobo. Tutajua hapo mbele ni kitu gani ambacho kitatokea. Lakini pia tumeweza kuona Mkumbi namna ambavyo amepata adhabu kubwa sana kutoka kwa mabinti. Lakini ukijaribu kuangalia ni kwamba Mkumbi amebadilika kabisa. Yani kifupi ni kwamba Mkumbi sio yule Mkumbi wa zamani tuliyekuwa tunamfahamu. Kwa sasa anamtafuta sana binti Mdori. Unafikiri ni kwa nini anamtafuta? Anataka akamwombe msamaha ili aweze kupata pia uwezo wa kuona kutoka kwa yule bwana mdogo ambaye wanamuita Kisoda, kwa sababu tunakumbuka katika sini iliyopita Kisoda alihitaji sana kumsaidia Mr. Mkumbi, lakini huu ni mtihani wa mwisho ambao aliweza kumpatia, japokuwa kumwambia waende kumwomba msamaha binti Mdori, lakini Mkumbi ameweza kujiongeza. Sasa hiki ni kitu ambacho unatakiwa kukiona, ndugu mpenzi mtazamaji hapa. Naam, kitu kingine ambacho unatakiwa kujifunza ndugu mpenzi mtazamaji ni kupitia sini hii hapa ambayo inawaonyesha vijana ambao wanajitafuta kimziki lakini ufadhili ndo unakuwa shida. Sasa huyu ni bwana mdogo ambaye wanamuita Patronize akiwa na Jason. Hawa wote ni wasanii, wanahitaji support kubwa sana. Lakini ukijaribu kumwangalia bwana Patronize ni kama amekata tamaa na mziki kabisa, akiamini kwamba hakuna wafadhili. Kitu ambacho tumejifunza hapa na ni kitu ambacho unatakiwa kujifunza. Tunafahamu kwamba ni vijana wengi wana ndoto ya kuwa wasanii wakubwa hapa Tanzania, lakini ndoto zao zinakufa pindi ambapo wanakosa watu ambao wanaweza kuwadhamini. Sasa ni kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kwamba wanatakiwa wasikate tamaa, wapige moyo konde, wazidi kufight. Huenda mambo yanaweza yakawa mazuri hapo baadaye. Sio kwamba mdhamini tu ndo anaweza kusababisha mziki wako uweze kwenda mbele. Hapana, yani ni kujitafuta tu, kupiga vikazi uweze kupata hela, na mwisho wa siku unaweza ukaenda studio ukaanza kutoa magoma yako fresh tu yakahiti hapa Bongo. Sasa hiki ni kitu ambacho tumejifunza hapa kupitia kwenye familia ya Dogo Patronize na mziki wake. Kiufupi ni kwamba pia kuna sini ambayo ninaamini wengi wameweza kuumizwa hapa. Yani kiufupi ni kwamba kama ni hisia za huzuni wengi wamezipata kupitia sini hii hapa ambayo inamuonyesha binti ambaye ni Karo anavyoteseka baada ya Mr. Fashion, no, Mr. what nimeshamsahau kabisa, Mr. Rahasa kuweza kufariki. Yani kiufupi ni kwamba ndugu zake na Mr. Rahasa wameichukulia hii kama sehemu ya kuweza kumpigia mtoto wao ambaye alitakiwa kuwa mkwe wao. Sasa hiki ni kitu ambacho tunatakiwa kuwa makini, lakini ukijaribu kuangalia ni kwamba watakuwa sahihi, kwa sababu binti anatakiwa kumove on, aweze kutafuta maisha yake kwa sasa, atafute mwanaume mwingine aweze kuishi wote. Lakini shida inakuja kwamba binti hana pa kuishi, na inavyoonekana ni kwamba hata hawa watu wanafahamu kabisa kwamba binti hana sehemu ya kuishi. Lakini sasa kitu ambacho ninafikiri ni bora wangemuhifadhi, wangempa hifadhi kwa muda, binti aweze kutafuta kazi, akipata kazi basi atafute maisha yake moja kwa moja. Lakini kitendo anachokifanya cha kuweza kumfukuza binti hapa ni kitendo ambacho sio kizuri. Ukijaribu kuangalia hapo kuna watu wazima walitakiwa waweze kumlea kama binti yao kwa muda tu. Hii hapa ni Ama Films ndugu mpenzi mtazamaji.